Yaani bora ndio tumekutana na wewe. Tumekutana na watu wakausha damu. Nini? Tumekutana na watu wakausha damu pale mtambia wapi? Wanakuja huku? Ndio. Sasa sikilizeni. Mwanangu wangu mtanifungia mimi naondoka. Sawa, akija mwambieni sipo. Haya. Sasa mbona unaenda kwenye banda la kuku? Uko chooni. Hehe. Kukopa tu. Kulipa. Nakomesha. Kwi kunintaria. Kwi kunintaria. Ododuwe. Ai. We. Haya. Naombeni msimame hapo. Wasomi. Bora nimekutana na nyinyi mnajifanya wasomi. Maana mnanieleza hata leo nataka mnisome hapo. Wapi? Hapo. Debra Fernandez Mavambo. Debra Fernandez Mavambo. After na dada. Umesahau disconnect. Disconnector. Yaani mabichwa makubwa mnajifanya mna akili, mnakaa mnatusumbua, mnatueleza kumbe akili hamna. Haya, hapo pameandikwa disconnect wapi? Hapo ni Debra Daycare. Haya. Mama. Wewe na mwalimu wako mna shida. Sio shida zetu. Dori. Mori. MJ hapa na mabegi yenu. Sio kila siku tunatoa pesa tu za shule mara za kula alafu hamna chochote kinachoendelea. Hapa. Mbona kama mna kitu ndani? Umesema tuje na mabegi. Wewe mpumbavu nini wewe? Sio mpumbavu, umesema tuje na mabegi. Mkaa kimi. Kwa unataka kusema na wewe umekuja na begi tupu? Ndio. Kwa mimi begi la nini sasa? Jamani umesema tuje na mabegi. Mkaa kimya. Kaekeni madaftari, mimi nataka kuangalia madaftari. Tena fanyeni haraka huko ndani. Fungua begi, toa madaftari mimi. Hakuna cha sasa kaka. Kila mtu atoe madaftari yake aweke juu na angalia madaftari leo. Sio kila siku napa pesa tu za shule afa hakuna kinachoendelea huko ndani. Msoma ili jina. Soma kwa sauti. Rehema Baraka Jackson. Rehema Baraka? Yes. Wewe unaitwa nani? Mori. Wewe unaitwa Mori. Ni hai Rehema kwenye daftari lako limefuata nini? Hii daftari la nani? Langu. Muongo. Aliokota. Hii daftari lako unaandikaje Rehema kwamba jina lako umelisahau? Nimeandika jina la bibi yangu. Sio bibi yangu, bibi yetu kwa sababu bibi yako wewe na mimi ndo bibi yangu huyo huyo. Kwa hiyo yani wewe daftari lako umeandika jina la marehemu bibi. Si ndio hivyo? Ameingia sana. Alafu kingine ile daftari ukiliangalia limeandikwa tarehe 30 mwezi wa kwanza 2024. Umeona? Since January up to date. Hakuna chochote ulichokiandika huko ndani. Zaidi ya only 5 papers ndio zimeandikwa. Karatasi 5, only 5 papers. Hivi kweli? Kwa nini hauandiki? Kaka, mwalimu ndiye anaingia darasani. Naandika. Ila mwalimu asaishi. Aha. Yaani kwamba wewe unajifanya una akili kumzidi mwalimu wako. Kwa hiyo mwalimu wako asiposaisha ndio alikwambia wewe usiandike sasa. Ya, karatasi 5 umeandika karatasi 5 afu unasema wewe takuja nikupige makofi. Tusipandane kichwani. Eti mwalimu asaishi na wewe ndio usiandike. Mnajifahamu na akili kuzidi walimu wenu eh? Madaftari. Weka hapa madaftari, mlete madaftari. Leo nitakuja nitawavuruga.
Ndio nawaambia hivyo, nyinyi toeleni macho tu kama sijui madudu gani hapa amekaa huko ndani. Yaani naanza tu kufungua, hamna chochote kilichoandikwa zaidi ya jina lako. Shika. Ili hata jina hujaandika. Alafu madaftari mawili tu, mengine yako wapi? Kaka, mimi sina makosa. Nimekuuliza kwanza madaftari mawili tu, mengine yako wapi? Hauna makosa ya nini? Madaftari mengine yako wapi? Nilikuwa nasafisha begi langu. Ulisema tutoe nini? Madaftari nini, tulete begi. Sasa nimechukua madaftari mawili. Haya, kwa nini ndani hapajaandikwa chochote ndani? Yaani afadhali huko andika karatasi 5 sijui 4. Wewe hamna chochote kilichoandikwa. Unakumbuka kwamba nilikwambia uninunulia rula? Ukuninunulia. Sasa wewe masuala mimi kukununulia rula na kuandika vinashabihiana. Haya madaftari au ile daftari? Bila kupigia mistari katika maandishi. Maandishi yanaanguka. Labda nitafutia kwenye begi. Yaani kwamba umeandika, yaani hujapigia mstari ndo maandishi yameanguka? Ndio, lazima yaanguke. Haya, tafuta kwenye begi ya maandishi na yataka. Punguta begi, nataka nione maandishi yanaanguka hapa. Wewe si umeandika hujapigia mstari, hauna rula, maandishi yameanguka. Haya, nitafutie kunguta begi nione maandishi hapa chini. Nyie si vuruge. Mnataka kunichanganya na mimi hamnazo, si ndio hivyo eh? Yaani kama mtoto mwenzenu. Kunguta begi nione maandishi hapa. Hii yako. Acha pumbavu. Na ulivyokuwa una akili tu na kunguta kweli. Sasa nyie nitakuja nitavuruga haya mabishio. Nitakuja nitavuruga. Yaani nyie msinichanganye ujue. Kwenda poteni hapa msanivuruga mimi. We dada, kwa mambo uliofanya uko chooni, yaani uendani hata ulivyo. Kwani kuna nini? Umu ndani tunaambiwa sisi tunajaza vyoo, hatuflashi, tunachama kimba pembeni. Alioyafanya kumbe huyu. Nilivyoingia huko chooni nilichokutana nacho, sio kimba, dimba mpaka linavuka moshi kanya pembeni. Kumbe huyu piskali. We, hebu mnikome, komeni. Mimi mwenyewe nimeenda chooni nimekuta hivyo hivyo. Sijui mnanielewa tena mnikome. Kwani umekula nini? Manake nikiongea nitajulikana mbaya. Bosi unamtoka sasa hivi chooni, mimi ndo nataka niingie chooni ndo nakutana mambo hayo. Kwa unasema wewe si tunakudanganyia au tunakudanganya? Kwanza wewe mama mtu mzima. Si nikupe jina gani kwanza? Mama kunya pembeni. Nyinyi mmetumwa? Hatujatumwa, tunakupa ukweli. Jamani. Afu, mbona mnanichosha? Yaani hii tabia imenichosha kwa kweli. Yaani nyinyi vitoto ndio msimamisha hapa mnaongea huo tumbo. Yaani subiri nitamwambia kaka yenu. Yaani kama kile tu mtadili naye. Mama, kaka atakuwa upande wako. Atakuwa upande wako. Sasa nasema hivi, hapa sasa hivi tunaenda shule. Tutatoroka saa 4 kwa ajili yako. Ole wako tukute uko chooni hakuja flashiwa. Utasafisha kwa ulimi. Maona kwenu hamna watu wazima Kwenu hamna watu wazima? Njoo. Hamna adabu, si ndio? Mama. Nauliza kwenu hamna watu wazima kama mimi? Chenza kubwa. Alafu siku nyingine mrudie tena. Umesikia? Angalia. Mpaka unataka kuniharibia. Ngoja kwanza. Nakuzibua bao. Alafu siku nyingine mrudie tena. Umesikia?
Mimi sio apoje. Mimi alivyokuka ni jekundu mlango. Sio jekundu sana. Basi ni sio jekundu sana. Sio tuendelee na mpira. Kaka. Kaita. Wewe mwanamke vipi? Yaani kelele kila siku yaani kwa nini? Hebu nipe ombea wako. Sijaje hayo. Hivyo kaka una kitu mama wewe? Yaani umeenda chooni, umejaza zigo. Ndio nini? Yaani umeenda chooni kunya na cheni yako bado tena ukanya na pembeni. Kweli? Yaani ni kila siku unatukana na watoto wadogo, kumbe wewe ndio unafanya hilo balaa chooni, si ndio? Alafu ukinya huyo unaondoka zako kazini. Sasa nisikilize. Mimi hapa sijaja kupiza kelele wala nini. Kasafisha. Nataka kusema kwamba umenizuia hata rangi ya mavi yangu unaijua? Najua ndio maana nikaja kukugongea. Ina maana hata kama nikinya maji ya kuharisha, nikinya maji magumu, wewe unajua kwa fata amekunya. Ndio maana nikaja kukugongea. Sidhani kama ulifika hata chini ulikaa. Nimekuja nimekugongea, nimejua. Yaani nikwambia kitu kimoja. Ulipoingia chooni nimekuona, unapotoka nimekuona. Mimi nimefanya usafi leo asubuhi. Ina maana kila mtu anaenda mimi nachungulia. Baba ulipotoka nimeingia, nimekukuta. Ushaeka mizigo yako umeingia ndani. Umeenda chooni bila maji au? Tuheshimiane. Hivi mimi na utu uzima wangu na jinsi nilivyo, naweza kufanya kitu kama hicho? Ngoja enda chooni. Hivyo baba hujui kulenga? Hujui kulenga. Kama hujui kulenga, basi hapo na mwanzo atakuja atakulengea. Mchana, kila siku unajaza mimaki chooni kwa nini? Na ukalisafishie huko. Nitawanyea mpaka wagombane wenyewe kwa wenyewe. Maana humu ndani usafi zilo. Na mimi nitaendelea kukataa hivi. Babu. Hapa nawakomesha. Maji kupa maji kuja, sikustahili kwa vyote, wala miso kwa chochote. Maji kupa maji kuja, sikustahili kwa vyote, maji kupa maji kuja. Swadakta. Mimi ni msanii mkubwa, pesa ipo. Nimeona vipaji vyenu, mnajua kuimba. Sasa nitahakikisha nawapeleka katika studio kubwa, mnarekodi ngoma kali inaenda mjini. Mmenielewa? Alafu na isitoshe mimi ni msanii pia, najua kuimba. Kwa hiyo ni sehemu salama. Sasa tulieni kwanza niwape sasa darasa zangu sasa. Nilishakuwa na wengi, nikaruka vigingi, yanaumiza sana haya mapenzi. Hey! Mama, kuimba tu, kuflashia. Hivi ni watoto kumbe ni wajali namna hii? Hivi wewe, nikuulize swali. Kwa maana sio pashikuna tusipate ombea. Tushaupata mama. Sasa nakutaarifu. Ukili ligeti tu mama. Tunaacha wazi. Na yule mgeni wako lazima tumwambie. Mimi nikajua ni charuko ya dada zenu. Mimi watoto mtakuwa mmetulia. Kumbe nyinyi ndio moto zaidi ya dada zenu. Wewe unatujua sisi. Moto baridi. Sasa nyie sikilizeni. Mjiangalie. Hapa ilishakuja bahati. Yaani ni zari kabisa mimi. Yaani hapa hii ni zari ujue. Nataka niwatoe kimaisha. Kwa maana wasanii wenzako ndio wamekufunza kwamba usiflash chooni. Inawezekana. Si mambo uende au mwenzetu ulienda kwa PDD. Inaonekana nenda. Vizuri waone kwanza. Wewe kichwa chako umekiona? Kichwa kimependa kama mvuta shisha. Yaani sijui wakoje watu wengine. Naye beba rumu, katoke maji twende.
Vipi Fighter? Vipi hiyo vipi? Juzi nimekupa shilingi 10,000 umpelekee baba mwenye nyumba ya umeme. Jana baba mwenye mjengo kanifuata, anataka hela yake. Hela umepeleka wapi? Afu je, nimesahau usiku. Unajua Fighter leo umependeza. Hiyo ni suti yako nzuri. Angalia ndevu hizi. Hey, nikija hapo kwenye kifua. Kifua changu mimi akihusiani kabisa na mambo ya hela. Umenielewa? Juzi tumetoka kunicharazia hapa. Oh, anakunya pembeni. Sijui nini. Unaongea maneno. Ama kwa hakika Baniani mbaya, lakini kiatu chake dawa. Sasa mimi nimekuja kuifuata hela yangu. Sasa Fighter, kweli ile lako linipa ndio, lakini sasa mimi nina kikoba na vikundi vya mama, kwa hiyo ile hela nimepeleka kule, ila hakuna cha lakini. Hela yangu mimi hausiana na mambo ya vikoba, ile ni hela ya umeme. Mimi naona hii kazi ya kupokea hela ya umeme iwe imekushinda. Mimi naondoka, nikisharudi nikute hela umeshamkabidhi, la sivyo nitaichukua mwenyewe. Kamila, karibu sana hapa nyumbani. Hapa ndo nyumbani sasa. Hapa ndo kwako sasa. So kule. Hapa mimi naishi, mimi pamoja na wadogo zangu wako wawili, mapacha. Wa kwanza anaitwa Dori na wa pili anaitwa Maureen. Kwa hapa naishi mimi na wadogo zangu. Lakini pia huko uani huko kuna mabanda ya uani wanakaa wapangaji. Kwa iko hivyo. Unaweza ukajiuliza kwa nini nyumba yote hii naishi mimi pamoja na wadogo zangu. Hii ni kwa sababu ndugu sisi walitutenga. Mara tu baada ya wazazi wetu kufariki, walifariki kwenye ajali, walikwenda mkoani wakapata ajali, wakafariki. Kwa hiyo ndugu alikuwa anahitaji masuala ya mirathi. Anataka nyumba hii na kuna kiwanja kipo Kisengule huko. Basi mara baada ya mahakama kuamua masuala ya mirathi kwamba hii nyumba ni ya kwetu sisi, mali ya watoto. Na ndo mimi ndo kaka, inabidi ni warani wa ndugu zangu. Basi ndugu wametuacha, wametutenga, kwamba wametuambia sisi wenyewe tutajijua wenyewe, hatujui kwa lolote kwa chochote. Kwa hiyo mimi napambana na wakuza wadogo zangu na hivi kidogo vikodi vinatusaidia hapo nyuma. Maisha yanakwenda. Nafikiri nishawahi kukwambia before. Wadogo zangu sasa watakuwa wamepata mama, wamepata wifi, wamepata rafiki, shoga yao. Basi nisipoteze muda sana, ngoja niwaite ili uje kufahamiana nao. Ila wow, vivurugi hao. Wewe Mori? Dori ni ukapi? Bwana hapa. Njoni basi. Fanyeni haraka. Wifi yenu, maana ni mke wangu mtarajiwa. Mbona mjamwamkia? Hatujambo. Mmeanza. Ndio taratibu gani wa mgeni kaja mnaanza kuonyesha ujinga? Alafu mimi msitaki kunichanganya sasa hivi. Mwamkieni mgeni. Hatujambo. My wife to be, just relax. Nilikwambia wadogo zangu vivurugi hao. Kwa utazoeana nao. Alitukana mamba kabla ya kuvuka nini? Sasa mbona kama kwani mnafahamiana? Ndio. Unawafahamu? Hapana. Sasa mbona anakataa? Kuna siku tulikuwa tunacheza mpira kama anavyotujua mwanao. Mpira ukampiga kwa bahati mbaya, akajichukulia sheria mkononi kwa kufinya masikio. Maona wewe. Kwani hamna watu wazima eh? Kwani hamna watu wazima? Njoo. Hivi nyinyi hamna adabu, si ndio? mama, Mama. Nauliza kwenu hamna watu wazima kama mimi?
washenzi wakubwa. Alafu siku nyingine mrudie tena. Umesikia? Angalia. Mpaka unataka kuniharibia kipindi cha. Ngoja kwanza. Takuzibua bao. Alafu siku nyingine mrudie tena. Umesikia? Kwa hiyo kwamba mlikuwa mnacheza mpira, kwa bahati mbaya mkampiga nao akavuta masikio. Ndio. Kwa mnamfahamu. Ameatimba. Finish. Kuishi naye. Okay. Nitawaita. Mtokeni. Nendeni. Mtokeni bwana. Yaani finish. Sasa mimi nimewaita, mimi kama baba yenu, kaka yenu, ndugu yenu, rafiki yenu, na nisiwe mwongeaji sana. Jambo kubwa ambalo limenifanya mimi niwaite hapa ni kwenye masuala mazima ya namna tunavyoishi hapa katika nyumba yetu. Sio kama sisikii yanayofanyika huko, sio kama sioni, naona na nasikia. Mimi niwaombe tu, afu kumbukeni mimi na wadogo zangu watoto wa kike. Kwa masuala ya chooni inabidi kuwe pasafi all the time. Hivi kweli sisi na utu uzima huu tushindwe kufresh choo kweli jamani? Hatuwezi kuishi hivyo. Inabidi tufanyeje? Badilike. Unanielewa? Fazaus, hapo kwenye usafi hapo sawa, nanunua mafagio, brasi za chooni, lakini hata isaidii. Kama vipi naye afanye usafi au anipe 3000 ndio nafanyia usafi, kwa sababu ya mafagio hata mwenyewe anaweza kununua. Faita. Sasa umemsikia yeye alichokisema? Nafikia haina shida. Nasema unanunua vifaa vizuri tu vya kufanya usafi chooni, lakini kwenye usafi haufanyi. Kwa hiyo unampa shilingi 3,000. Hiyo imeisha hiyo. Na masuala ya umeme? Kaka, mimi kama mpangaji wako, tena wa maana kabisa, najua umuhimu wangu katika mazingira ya kupanga. Na kuhusiana na swala la bili za umeme, maji, yote huyu ndo anakusanya. Usinibie. Hivi, mbona nifi? Mbona sio? Acha nimalize. Kawaida. Umeona bwana? Kuweka katika hela za bili za umeme, huyu ndio anayekusanya hela za umeme na takataka zote. Kwa hiyo naomba huyu ndio unao kumalizana naye, sio mimi. Emi, kama wewe kweli unapewa pesa ya umeme, unifikishie. Uoga inaelekea wapi hiyo pesa? Nani unampa? Au kuna baba mwenye nyumba mwingine zaidi yangu hapo unampelekea? Ziko wapi hizo pesa? Kweli yake alinipa, lakini kuna tatizo litokea, nikaitumia ile yake. Hivi mimi unajisikia kweli? Yaani kwamba amekupa sio hela yake, ni hela yangu. Maana kashakupa yeye uniletee mimi. Yaani amekupa pesa ya bili wewe unakula. Sasa sikizeni niwaambie kitu kimoja. Utaratibu sasa hivi unabadilika. Maana naona tumezoeana. Kuanzia sasa na kwenda nitawapa muongozo. Na mnakumbuka wiki mbili zijazo ninahitajika kulipa kodi ya nyumba. Sasa hivi sitopokea miezi 2 wala 3. Kodi miezi 6. Full stop, no discussion. Mnaweza mkaenda. Unaangalia nini? Mnaweza mkaenda. Kuna mdoli uache, sio kuondoka mdoli mdogo wangu. Don 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 don. Don 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 don. Don 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 don. Don 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 don. Don 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 don. Don 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 don. Don 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 don. Don 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 don. Don 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 don. Don 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 don. Don 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 don. Hey. Ametimba. Ametimba.
Umeona hivi? Wow! Twende hapa pumbavu nyie. Unafikiri mimi nacheka na nyie? Twende hapa. Nani kakwambia simu yako? Unataka utani? Haya, kaa kama nilivyokaa mimi na mguu hapo. Kama Bruce Lee vile. Kama Bruce Lee. Unajua kiukweli mpenzi wangu sina cha kuongea. Naona kama hata nikizungumza nini huwa maneno naona kama yanaisha. Kwa nini? Kiukweli nakupenda sana mpenzi wangu. Nakupenda sana. Ndio. Nashindwa kuficha hisia zangu. Kabisa. Ndio. Ya kiukweli kwamba Mungu akijalia tutafunga ndoa. Bana sasa hivi. Salama. Fresh. Amani blaza mnyama? Kama kaa. Unaona ile Sana. Bana kuna madogo fulani hivi mapacha mjanionea akipita hapa. Hapana, tujaona. Labda wacheki hivi juu. Waangalie huko. Basi fresh. Lakini si unyama? Kama kaa. Kama kawaida? Kama kaa. Fresh. Sana. Vipi unamjua? Simfahamu. Nataka jirani tu kwenye mtaa. Mablaza mimi ndio watoto wakali kama nyinyi ndio hivyo na mendea tena. Achana nao. Lakini Kaka tusamee. Hakuna cha msamaha hapa. Yaani hapa mtapiga mazoezi mpaka kesho. Majasho atatoka, atakauka, atatoka mpaka kesho. Nyinyi vivuruge. Nyinyi pasua vichwa. Chini. Chini tena. Mauma. Tena. Maumia. Hapana, simama. Simama juu. Simama juu. Haya sasa mnakuja viangalia hivi. Angalia hivi nilivyokaa hivi. Umeona hivi? Umeona hivi nilivyokaa? Mnakuja hapa. Umeona hapa? Alafu mnaleta hapa. Mmeona hii? Mmeiona hii? Hilo jasho utaloa, litakauka, utaloa, litakauka. Leo tunakesha hapa. Twende kama nilivyoonyesha. 1 2 3 twende. Mimi sijakaa hivyo, nimwambia hapa unakaa hivi. Umeona mimi nilivyokaa eh? Mnaniona eh? Unakaa hivi. Umeona ninavyofanya mnanifuatisha sasa. Umeona eh? Akaa wote hivi. Wewe njoo hapa. Inama kidogo. Mikono hivi. Hapo na hesabu 1 mpaka 10. 1 2 Kaka naumia. 3 Inuka chini kidogo. 3 4 5 hiyo. 6 hiyo. Wewe unacheka eh? Haina shida. 7 hiyo. 8. Ukicheka na kukoa, ukicheka na kukoa. 9 hiyo. 10 hiyo. Simameni. Hapa mguu mmoja mnapeleka hivi. Hivi. Umeona hivi? Wow! Twende hapa pumbavu nyie. Unafikiri mimi nacheka na nyie? Twende hapa. Nani kakwambia simu yako? Unataka utani? Haya, kaa kama nilivyokaa mimi na mguu hapo. Kama Bruce Lee vile. Kama Bruce Lee. Haya, laleni chini. Kama zote mnashinda, laleni chini. Laleni chini. Hivi. Nende chini. Haya, 1 2 3 twende chini. Hivi. Safi kabisa. Mikono juu hivi. Haya, ita mvua. Ita mvua. Ita mvua. Mtaendelea kunisumbua? Hapana kaka. Mtaendelea kunivuruga? Hapana kaka. Leo mazoezi mpaka kesho. Kaka tusamee. Nyinyi si wajuaji vivuruge? Wajuaji mambo, wao ni wasemaji waongeaji kila muda. Hapa mpaka kesho. Ita mvua. Sasa sikia. Haya, mvua nimegaili.
Itajua literemke, itajua literemke. Sema jua njoo. Leo kama nilivyowaambieni, mguu wenu mguu wangu mpaka shule, yani bandika bandua. Nyinyi vivuruge, nitawaonyesha. Kama nilivyowaambia, yani leo mimi nitawaonyesha mpaka shule. Twendeni shuleni. Nyinyi vivuruge. Hivi kaka, kwa nini msiende kesho? Mimi nimechoka. Wewe mpumbavu ni wewe. Twendeni. Sego, habari ya siku? Salama. Za miaka? Nzuri tu, shikamoo. Marahaba, toka umefiwa na wazazi wako sijakuona mwanangu. Ni kweli mama, ninayopitia ni magumu. Yaani mara tu baada ya wazazi wetu kufariki, mambo yamekuwa amenipeleka puta, mambo ya kidunia mengi mama. Yaani hawa wadogo zangu wananichachafia sana, yaani kuwatafutia na chakula na vitu vingine vyote vipo juu yangu sasa hivi. Kwa mama, ni sasa hivi niko busy sana, huwezi amini mama. Unapitia magumu sana. Magumu sana mama. Mwanangu, uwepo wako ni wa muhimu sana kanisani. Swala la wazazi kufariki sawa, lakini sio sababu ya kutokuwa wewe unakuja kanisani. Kwa sababu nisikilize mwanangu, uwepo wako wewe kuja kanisani haviingiliani na wazazi wako kufariki. Umenielewa? Mambo ya Mungu yana upande wake na mambo ya familia yana upande wake. Sawa, wazazi wako wamefariki kweli, tunajua, lakini msaada mkubwa ni wa Mungu. Mimi nakushauri, maisha haya bila Mungu hauwezi. Wala huwezi kutoboa. Jibu la kwanza ni kwenda kanisani. Utakapokwenda kanisani, haya maisha mengine ya kipumbavu hayawezi yakaja kichwani mwako mwanangu. Umenisikia? Nitafurahi sana 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 nikikuona kesho kanisani mwanangu. Basi mama, kama ulikuwa katika akili yangu vile. Yaani nilipanga hiyo kesho ambayo Jumapili hii. Misa ya kwanza tule saa 12 kamili nipo getini. Nakuja. Wala mwanangu. Mwacha uongo. Mbona muongo wewe? Tokea lini wewe uende kanisani wewe? Akati mada zako hizo zote za dunia. Acha uongo kaka. Kalileta nyumbani ili mama lina misikio kama miko. Mwanangu, usijali. Utakapokuja kanisani, hayo yote yanayokusibu yatakwisha. Sawa mama. Mimi ninachokuomba, Jumapili kesho, wahi mapema. Sawa? Mapema tu mama. Haya mwana. Sawa mama. Haya, siku njema. Sawa na wewe mama. Haya. Sawa. Sasa nyinyi mmeshaanza ujinga wenu. Mambo ya nyumbani mnaleta hapa. Hasa masuala sijui nataka kumwambia mama mchungaji ya nyumbani namhusu nini sasa? Nitakuja mtu. Mama mchungaji! Mama mchungaji! Mama. Mwendo hivi mpaka shule washenzi. Afadhali kaka umefika leo. Karibu kaka. Karibu tuongee. Nie. Nenda darasani. Nitakuja huko. Nashukuru leo kwa ujio wako kaka, maana nilikuwa nakusubiri kwa kipindi kirefu sana. Tumechoka matatizo ya wadogo zako hapa shuleni. Wadogo zako wana changamoto ni nyingi, na hivi juzi tu mkuu aliniita ofisini. Wito alionitia mkuu ni tuandikie barua wadogo zako wahamishwe hapa shule, na ikishindikana tukusaidie wahame kwa haraka. Madam, labda ningependa kujua ni tatizo gani kubwa ambalo pengine wadogo zangu wamelifanya linalopelekea mpaka shule mkakaa mkadiskasi mkaona mimi mnataka kuninotify kwa barua ili niweze kuhamisha shule wadogo zangu. Ni tatizo gani kubwa ambalo wamefanya hapa shuleni? Sio tatizo. Wadogo zako wana matatizo hapa shuleni na sio moja. Labda ni atatue tu machache. Wadogo zako ni wana matusi na sio madogo.
matusi makubwa kabisa. Wadogo zako wana makundi, alafu isitoshe wao ndio viongozi wa hayo makundi machafu. Kubwa zaidi kakaangu, wanakula huko vibandani muda wa breki. Hela ya kula tunakuja kuwalipia sisi ofisini. Lakini madam, mimi nilikuwa naona haya mambo yanazungumzika. Kwa hiyo hata mimi sifurahishwi na vitendo vyao madam. Na ndio maana nimekuja. Sawa, unasema hivyo lakini wazazi hamna ushirikiano na walimu. Madam, Niambie. Karibu Neema. Dorini kachukua kitunda cha ubuyu kakisugua chini. Alafu kaniunguza hapa. Kakuunguza wapi? Hapa. Pole. Pole mwanangu. Naomba uende darasani, usifanye fujo yote, nenda ukatulie, si ndio? Umeona? Huyo Doli. Ni shida, ni changamoto hapa shule. Wale ni watoto zako, wimbo, ufanye vipindi vyako. Naandaa zoezi kesi. Niache zoezi nikasikilize kesi za ndugu zako. Unajua madam, hili swala kwangu limekuwa kama wimbo wa taifa. Yaani kila siku nimekuwa mimi ni mtu wa kuhubiria amani, upendo, unyenyekevu, ustaarabu. Yaani napambana madam. Sio kama mimi nafurahia, na ndio maana leo nimekuja. Nimwambia tangu nyumbani leo mguu wangu mpaka shuleni kwa sababu najua wale ni wavivuruge. Lakini mimi nilikuwa nataka msaada wenu kama shule. Unakaa sana nyumbani. Ni muda mwingi, matukio mengi, muda mchache sana unaokuja hapa shule. Lakini madam, mimi nilikuwa napenda zaidi muweze kunisaidia. Hii shule ni nzuri, na ufaulu mzuri, walimu wenyewe ni wazuri. Kwa hiyo nafikiri mimi nikiwatoa hapa nitawapeleka wapi? Wazazi hamna ushirikiano juu ya watoto wenu. Hiyo ndio shida. Nitajirekebisha. Mwalimu, Molini mgomvi, na babangu mimi mlemavu, nitakuja kumpiga kama mandonga. Sawa, nimekusikia. Naomba rudi darasani. Nakuja sasa hivi kulishughulikia. Namalizia kazi mara moja Ndio. Kaka, unaona? Ndio kwanza hata dakika 5 hujamaliza. Kesi 2 kwa juu ya watoto wako. Hii hali hii shuleni nyumbani kwako kukoje? Kaka, samahani nikuulize. Hivi umeoa? Mimi sijaoa. Sina mke. Nakaa nao mimi mwenyewe wadogo zangu pale. Sasa unaishi nao vipi? Hivyo tu. Hapa kuna kucha, tunaishi. Watoto wa kike wale. Fanya watafutie wifi, watakushinda. Sasa mimi kesi kuimaliza peke yangu siwezi. Tutakutana ofisini baadaye. Tumekutana. Hivi kilikusukuma nini madam kwenda kuyalopoka yote kwa kaka? Yaani wewe friji lako aligandishi Hivi nikuulize swali. Sisi ni siku gani ambayo wewe tuliwahi kukosea? Hatujawahi kukudharau, hatujawahi kukuvunjia heshima. Na mpaka kuna wakati uliacha vitu vyako darasani, sisi tukachukua tukakupa. Uongo kweli? Kweli mniletea. Aya, ni kitu gani kilichokufanya mpaka wewe ndio kumwambia kaka kila kitu? Wewe unajua sisi tulikupangia nini wewe? Hujui. Punguza maneno. Haya. Sisi tulichokupangia wewe, tena tulipanga bomba la plani. Tena zawadi, sio plani, zawadi. Wewe wifi yetu. Haya, umeona? Isitoshe kaka yetu amelileta limama lina misikio kaa popo. Linatujazia minzi ndani. Haya, umeona? Hiyo nafasi ushaikosa. Akipata mwingine, ushakoroga. Haya sawa. Haya. Tunaongea, anaondoka. Na pia wewe tutakuonyesha. Tutakuonyesha. Ndio jeuri alotuonyeshia hivi. Kiuno kashoga kidondola. Tuondoke Doto. Tena hata bora nimekuona hapa. Huu mguu ulikuwa kwako unakuja nyumbani kwako. Mguu wangu wa kwako. Hivi Kamila yuko na shida gani siku hizi?
Uoni mambo ambayo alikuwa anafanya wadogo zako? Au unachukulia kawaida sana, si ndio? Sasa Kamila, jambo gani kubwa ambalo wamefanya wadogo zangu likufikia mpaka wewe urudi nyuma, yani ukate tamaa kabisa? Yani ngoja nikwambie kitu kimoja. Penzi langu mimi haliwezi kukatishwa na watoto wadogo wale Kamila. Just kuwa mtu mzima basi Kamila, acha utoto bana. Ina maana kumbe mambo yote wanafanya wadogo zako wewe ndio unawatuma, si ndio Unaona ya kawaida sana. Wadogo zako waishiwi vituko. Wamenifanyia mambo mangapi? Kumbe ndio maana kila nikikushtakia wewe unachukulia kawaida, si ndio Yaani unataka kusema kwamba mimi nimewatuma wadogo zangu wa kufanya hiyo vituko? Ndio, uwezekaniki kuwatetea. Mimi hapa sijawatetea. Ila namaanisha kwamba wale ni watoto wadogo tu. Pengine hawajui wanachokifanya. Wewe kama mtu mzima haupaswi yani kurudisha moyo wako nyuma eti kisa watoto wadogo vituko vyao wakati vinavumilika tu vile. Hivi kumbe wale ni watoto Sio watoto, wale ni watu wazima. Mambo ambayo wamenifanyia mimi si mara moja, si mara mbili. Utasema watoto wale? Sikiliza tu nikwambie. Hao wadogo zako kama nyendo zao zinaendelea vile, hawatopata wifi kama mimi. Watafutie mwanamke mwingine alafu waone kama atakuwa mvumilivu kama mimi. Kamila, hebu nisikilize bwana. Mimi wale wadogo zangu nawaweza, alafu na wamudu. Lakini ungeniambia sio ghafla vile. Yaani wewe unaona tu umeondoka ghafla binvu. Napiga simu zangu haupokei. Yaani nyumbani kuja hauji. Nikipita nyumbani kwenu majibu nawapata tofauti. Yaani mambo tafarani Kamila, mpaka wewe yani mpaka wewe unanikatisha mimi tamaa kabisa Kamila, kweli? Are you serious? Hivi ulikuwa unanipenda kweli mimi? Mimi nimeamua. Sawa. Kwa kuwa wadogo zako hawezi kubadilika na wewe ndo unao muda wote. Mimi naomba tu tafuta mwanamke mwingine. Ila ukae ukijua hautopata mwanamke kama mimi ambaye nilikuwa navumilia vituko vyote vya wadogo zako. Endelea na maisha yako. Nimeshaamua. Umenielewa? Unajua washikaji, mimi kuna jambo linanitatiza kinoma hii issue ya shemeji yenu Kamila. Yaani unajua Kamila siku hizi amekuwa mtu fulani simuelewi. Unaelewa Yaani nikipiga simu zangu apokei. Nikienda kwao naona kama kuna mapicha hivi ndugu zake wananiletea. Yaani kuna vitu wananifunga hivi. Hasa mwanangu mimi unajua yani unajua ananichanganya kweli Kamila. Ndugu yangu ushaambiwa siku zote wachawi ndugu zako, watu wako wa karibu. Au ndo wachawi wako. Usijizime data. Wachawi ndugu zako. Na laiti kama wale ndugu zako na ingeishi nao mimi nyumbani kwangu, kila siku natia makofi tu. Kikulacho kingoni mwako. Yaani unataka kusema kwamba wadogo zangu mimi, wale ndugu zangu wale yani ndo wawe chachu au sababu ya Kamila kutokuelewana na mimi au kuondoka pale nyumbani kabisa? Yaani hawa wadogo zako ndio wachawi wako. Hawa wadogo zako. Sasa wanangu sikizeni, mimi kuna hicho nataka ni wapi? Mchongo ni wapi? Ila huyu mwanangu ana uwezo zaidi. Mwanangu freshi. Mimi nataka ukamalize. Mie tena uaga silembagi. Kweli milima ikutani na binadamu wanakutana. Tusiyempenda kaja. Nyi watoto mna matatizo gani kwani? Au ndo mmetumwa nayo kaka yenu mje kumuombea samani? Mama, kwa mtu gani alikuwa hapa mbele? Umepalama kwa uswaladi. Afuta sasa hivi vimafshavu vimepungua. Ndio nashangaa au ameachwa. Kwanza alikuwa anakula hela kwa kaka yetu, alikuwa anamchuna hela. Huyo kaka yenu mimi ndo nimemwacha. Alafu kingine, mkae mkijua hamtopata wifi mvumilivu kama mimi ambaye nilikuwa navumilia shida zenu zote. Haya Mungu. Do salale. Umeachwa. Leo nilikuwa nataka niwapigie hadithi ya mfalme mwenye pembe. Ila acheni na masuala ya hadithi ya mfalme mwenye pembe. Nyinyi si mshawahi kunywa maji madafu? Sasa mnajua ile maji anajazaga nani kwenye madafu? Asa jaze nani wakati mimi yenyewe ndo najijazia au najitengenezea chakula? Yule ni mimi. Mimi mbaya. Mimi mbaya. Morin, tuendelee na chengine. Kaka. Sisi tumewazua.
tukasikia tetesi kwamba ulikatisha masomo yako kutolea nini sisi. Sasa mimi na Maureen tukakaa vizuri, tukawaza, tukatoa wazo kwamba wewe endelea na masomo yako, sisi tukulee wewe. Yaani kiufupi tuwe malkia wa nguvu. Yaani wewe hapo uende shule, sisi tubaki nyumbani tukulishe wewe. Na pia tutakuwa tunakupa hela ya Doreen na yangu mimi hapa Maureen. Kama ulikuwa unampa Doreen 1000 na mimi hapa nitakupa 1000, jumla itakuwa 2000. Nadhani umenielewa. Soda, nasema Hivi nyinyi mnajisikia mnachokiongea kweli? Yaani kakaangu Shanza, tukitoa wazo baya, yaani baya ndio baya kabisa, tukifanya zuri ndio linakuwa baya. Tatizo sio kutoa wazo, tatizo hilo wazo ni la namna gani? Sasa sikia niombe kitu kimoja. Msianze mambo ya kipumbavu. Sitaki kusikia habari zenu na ngonjera zenu kabisa. Kwanza mlishafanya homework nyinyi? Siku nimeamua leo niseme nikae na wadogo zangu nipige nao story, mmeanza kuharibu. Eti muache masomo, nyinyi mnaweza kutimiza ndoto zangu, malengo yangu mnaweza mkatimiza nyinyi? Aya, na wewe unaweza kutimiza malengo yetu. Ndio maana nikawa kaka. Mimi ni kaka yenu, nitabaki kwa kaka yenu. Mtokeni mkafanya homework huko ndani. Shanivuruga mimi sasa hivi. Nimesema tokeni hapa. Tulijua tu ungekataa. Tukakunyuka mabao. Tulijua tu angekataa. Shida nini? Huyu ndo mwenye shida. Anasema tumbo linamuuma. Wewe, ilo tumbo linaumaje? Linamuuma chini ya kitovu. Hebu twende ndani. Wewe nisubiria hapo. Twende ndani. Shika hiyo. Nenda dukani. Nakutana. Umenielewa? Haya. Wapi sawa? Haya. Kwanza usisamani kama nitakuwa nakukela au naingilia maisha yako binafsi. Ila tu inanibidi niongee. Mimi kuna kitu nataka nikushauri. Jinsi unavyoishi na wadogo zako hapa. Wewe ni mwanamume, wale ni watoto wa kike. Kuna vitu vingine watashindwa kukuambia wewe. Na uwezi kujua huyu leo kamkaje au wamekuaje au wana tatizo gani. Watashindwa kukuambia. Lakini ukioa mwanamke, basi hata ukiwa na shida, watamkimbilia ifi yao. Na hata huyo mkeo atagundua matatizo ya wale watoto, ila wewe huwezi kujua. Kwa hiyo kaa tafakari. Alafu chukua hatua. Ila samani kama nitakuwa nimekukosea. Angel, kama vile ambavyo nimekwisha kukuambia hapo awali kwamba lile jambo mimi nina nia nalo kweli kabisa. Nia ya dhati. Na nimemaanisha. Nahitaji uwe mke wangu. Kwa sababu pale nyumbani mimi naishi na wadogo zangu. Alafu kizingatia wale ni wasichana. Kwa kuna mahitaji wale wanahitaji, mimi pengine nashindwa kutambua. Sijui umenielewa. Lakini nafikiri nikisha kuweka ndani wewe kama mke wangu, nafikiri yani utaongea nao lugha moja wale. Naona kuna vitu tunashindwa kuelewana kwa sababu wale wasichana wanashindwa kuniface direct kwa sababu wale wasichana. Kwa nahofia kuwapoteza wadogo zangu. Na ndio maana nimeliamua hili na namaanisha na kuhitaji nikuoe. Kama ndio chaguo lako amua sawa, ina shida. Niko tayari. Unamaanisha? Basi sawa. Mimi nafikiri muda si mrefu nitaanza process. Nitakuja kwenu rasmi sasa, nitambulike rasmi
ili nifanye hatua za awali, wanaita kishika uchumba, ili mambo mengine yaende kama tunavyopanga sisi wenyewe, sio hivyo? Basi imeisha. Nashukuru kwa kunikubalia. Haya. Karibu. Halo. Nye viumbe humu ndani? Apollo. Wauni. 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 Apollo. Wauni. Ufungulieni mlango, nataka kuingia ndani. Aise Bablai, unamwelewa aise? Bablai, hata sielewi hii bigi imetokea wapi kwa. Aise Charlie, humu mwingi bila hela, mwingi bila mapene. Kwanza una mapene mfukoni huko? Nisikizeni, msete mambo yenu ya kijinga. Mimi nimesaidia, nimerudi usiku, nimechoka, nataka niingie ndani kupumzika. Fungueni mlango mimi niingie ndani. Anasemaje huyu? Bablai, mashetani ya kishoga yameshaamka. Yanataka mapene. Aise tutakukenda Charlie. Uingie bila hela. Elewa, toa mtonyo ingie ndani. Na ndo mimi leo nimesema kwamba hela sina, nimerudi. Bablai, hivi nishakwambia, huwezi kuingia humu ndani bila mapene. Hivi mna shida gani leo, mmekula nini hivi? Tule nini wakati hujatuma mapene? Wewe ninaingia kichwani aise. Yaani mapene huna? Yaani umevaa sodi nzuri, sati ya shindi. Aise tunakwambia hivi, utaenda kule huko ulipoacha pesa. Nazingua Charlie Bablai. Nishakwambia, utakula ulipoacha pesa. Wewe nenda tu, hatuna shida na wewe. Bwana sikia, nifungulieni geti bwana, mimi nikalale. Wakolo. Unaenda huko nje Apollo. Atafute hela. Tutapaswa kichwa sana. We, Morin. Dorin. Shakwambia ukatafute hela. Mwacheni mambo yenu bwana, nifungulieni geti mimi niingie ndani nilale. Mimi nimechoka mjue. Hivi nyinyi mna nini? Yaani kila kukicha mundani kunazuka vituko vipya tu. We Dorin. Wewe. Watoto sije wakaniaza kweli nje hawa wajinga, maana akili zao mbili huyo. Ni watoto mundani. Faita. Mwamba.
Emi. Samahani nakuomba. Sego tamu. Sego. As a house. Oh, mambo. Samahani. Najua ni usiku lakini naishi kidogo pande moja sasa. Hivyo unajua ndugu zangu wale ni vichwa maji sana. Umefanyaje tena? Yaani huwezi amini eti yaani nimerudi zangu saizi kazini nimechoka nataka niende ndani kulala. Wamekataa kunifungulia mlango. Eti anajifanya kwamba amepandisha mizimu ya Kichaga eti bila hela babrai wengine ndani kulala. Wamenikazia kata. Na kiukweli mimi leo nilipotoka huko katika mihangaiko yangu siku ya 5 mimi. Hivi haja nifungulia geti kule. Sasa na nyumba mimi nakusaidia. Swali zuri. Yaani mimi nilikuwa nataka msaada wako kwamba uniruhusu mimi nilale ndani kwako kwa usiku huu leo tu usiku mmoja tu. Mimi nitalala hapo sebuleni kwako kwenye kochi. Yaani ike ubavu tu yaani niweze kupumzika ubavu tu mradi asubuhi niweze kurudi kazini. Sasa yaani wewe wala haina shida. Hata ukitaka chumbani unalala. Sio sebuleni. Lakini sasa ukiingia kwenye chumba hiki ukalala ukaamka asubuhi mimi na wewe ni wapenzi. Yaani mimi na wewe mtu na mkewe. Unasema? Wewe unafikiri majirani asubuhi watajichukuliaje nini? Kama unaweza karibu pita ndani. Yaani yeye hoja nielewa. Yaani ulikuwa unamaanisha kwamba ukiniruhusu kulala ndani kwako sio chumbani. Yaani sebuleni kwako mimi pananitosha. Sasa kuhusiana na majirani kuona atakuchukuliaje? Haya maisha ukiwafuatisha majirani utatoboa kweli? Hakuna yote ambaye ataona labda mimi nilala ndani kwako nisaidie. Waza usifa. Nishike sasa. Wewe hata kulala ni mchana. Haina shida. Ila tu mimi na wewe mapenzi. Hivi kumbe Emi wewe kichwa maji. Kumbe kichwa panzi. Wewe kumbe uko unanitaka tangia kitambo. Ulishindwa kuniambia eh? Yaani leo unachukulia hii weakness yangu mapungufu yangu ya leo na utimize lengo lako eh? Wewe au nipati wewe masikio kama mende toka wewe. Sasa unaenda wapi? Njoo. Fazaus. Njoo. Yaani leo angeakanyaga kaingia huko ndani. Mama. Yaani asingelala ningefanya vibweka. Mbona kodi asingekuwa na ndani wala na wale watoto. Wangeniko yani napata nini? Maisha magumu nipigia gani leo. Yaani utundu wangu wote wa kingoni ningemaliza leo. Ana bahati, ana Mungu. Mama karibu sana. Asante. Tangia marehemu mama hajafariki sijakuona tena hapa mama, ila karibu sana, tunashukuru kwa kutembelea leo. Nashukuru mwanangu. Nashukuru kwa ukaribisho, japo nilishafika muda mrefu toka msiba wa wazazi wako. Na ya mara ya pili ni sasa. Nashukuru sijawaona wadogo zako wako wapi? Madogo hajarudi shule. Mida yao kurudi shule bado, ila ndo inakaribia hivi wapo shule. Sawa. Basi haina shida. Manake shida yangu kubwa ilikuwa kuja kuwaona na kuwasalimia. Lakini zaidi nilikuwa na shida kidogo na wewe. Shida yangu nilikuwa kwamba nilikuwa nahitaji hawa wadogo zako. Nilikuwa nawaomba nikae nao. Sijui kama ile utalizia, kwa sababu watoto hao wa kike ninavyojua mimi na wewe ni mtoto wa kiume na wale ni watoto wa kike, kukaa na wewe kuna baadhi ya vitu wanakosa ukiishi nao. Lakini kwa mimi nikiwa kama mama nina uwezo wa kuwafundisha baadhi ya vitu vya kike, na pia na malezi ya mama ni zaidi yako hata wewe mwenyewe, kwa sababu mimi ni mama na wewe ni kaka. Kwa kuna vitu vingine ambavyo ni nyeti siwezi nikaviongea, ila wao naweza nikawafundisha kama mimi mama. Pia nilikuwa naomba kwamba mimi sijabahatika kupata mtoto, nilikuwa nakuomba iwe kama faraja, kwamba hao watoto nitakapoenda kukaa nao na mimi itanifuta ile huzuni ambayo bado sijabahatika kupata mtoto. Japo nina matumaini kwamba Mungu hachelewi wala
hawai. Ipo siku atafanya nini? Atanijibu kwa wakati wake. Sijajua wewe mwanangu hilo jambo unaliafiki vipi? Mama, kwanza mimi awali ya yote niweze kushukuru kwa moyo wako wa upendo na kwa jicho lako la kwanza kuona ni kwa namna gani unaweza ukatusupport familia hii kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo mimi niseme sana kushukuru sana mama mchungaji. Lakini kama ulivyokwisha kuongea hapo awali, kwanza wadogo zangu mimi ni watoto wa kike, mabinti ya wasichana. Kweli kuna mahitaji mengi sana wanahitaji. Pengine kwa namna moja au nyingine mimi nashindwa kuwatendea haki, nashindwa kutambua, nashindwa kuwawezea. Laiti kama ningekuwa nimeoa na mke, basi yule wifi yao ambaye mke wangu mimi angepray part ya marehemu mama yetu. Lakini hata mke sina, na kweli mimi kijana hapa kuchi pana kucha, siku natoka nafanya hivi, kweli nakuwa siwatendei haki. Mama, mimi nakushukuru sana. Sawa. Na mimi sina pingamizi lolote. Hawa ni watoto wako, mimi pia ni mtoto wako. Muda wowote, saa yoyote na kuruhusu tu kuja kuwachukua nyumbani, na tutashirikiana hatua kwa hatua kuhakikisha watoto hawa wanakuwa katika malezi bora. Asante. Nashukuru kwa kukubali ombi langu. Darling na Molly, karibuni sana wanangu. Karibuni, hapa ni nyumbani kwangu. Alafu pia nimefurahi ujio wenu. Mimi hapa kama mlivyoona kwamba pako kimya, sijabahatika kupata mtoto. Kwa hiyo imempendeza Mungu mimi kuishi na nyinyi, na ndio maana nilienda kumwomba kaka yenu. Sawa? Alafu pili, wanangu, mimi hapa nyumbani mimi ni mtumishi wa Bwana. Sawa? Mimi ni mama mchungaji. Baba yenu amesafiri, ila sasa kuna utaratibu hapa nyumbani inabidi muufuate. Sawa? Tuna maombi ya asubuhi, tuna maombi ya jioni saa 2 yale ya kwenda kulala. Alafu pili, tuna ibada siku ya Jumatano. Inatakiwa nitakuwa nawachukua, tunakwenda wote kanisani. Sawa? Umesikia watoto wazuri? Na baadhi ya mavazi pia inabidi mbadilishe, kwa sababu mimi mtumishi wa Mungu, kuna baadhi ya mavazi hamtaruhusiwa kuvaa mahali hapa. Sawa watoto wangu wazuri? Mmenielewa? Mmenielewa watoto wazuri? Kwa hiyo alafu pili, ikifika Jumapili wote tunakwenda kanisani. Tunaondoka saa 12 wanangu, tunarudi saa 5. Sawa? Saa 5 hiyo ya asubuhi au saa 5 hiyo ya usiku? Saa 5 ya asubuhi wanangu. Sasa ngoja basi niwaandalie chakula wanangu. Sawa? Mpate kula. Doreen na Molly, mnaona hapa? Ili tengi kama mfano kama maji yameisha bombani, unafungulia hapa mwanangu, unachota maji. Sehemu ya kuoshea vyombo njoo niwaonyeshe. Hapa mnaweza mkaoshea vyombo, mkafulia nguo. Sawa? Lakini vyombo sasa oshea hapa. Sawa? Nguo mnafulia hapa. Sawa? Bomba jingine hili hapa. Sawa wanangu? Alafu hiki chumba hiki, nakiona njoo. Hiki chumba hiki, sawa? Mnaweza mkahifadhi vyombo hapa, mkahifadhi mabeseni kama vile mjisikia kwanza kuosha vyombo. Yaani ile mmechoka sasa, labda tutaosha baadaye, nguo tutaosha baadaye. Mnahifadhi hapa. Sawa? Na hiki chumba nimekiweka tu, nilikuwa nafuga kuku, lakini sasa hivi sina kuku, kwa hakina kitu chochote kile. Sawa wanangu? Ila hiki hamwezi mkapumzika. Sawa? Kwa mfano labda nimeenda kanisani, wageni wanakuja, labda nimefunga mlango, mnaweza mkawakalisha hapa, aidha hapa. Sawa? Mnawapa maji ya kunywa, juisi. Sawa? Na hiki chumba humu chumbani ni jikoni. Sawa wanangu? Ndio tuingie humu jikoni, mnaweza mkafanya chochote, mkapika, mkafanya nini. Vyombo viko kabatini. Ingieni, njoo niwaonyeshe. Vyombo, masufuria yako pale kabatini, sahani zile pale. Haya, na hili kabati, unasikia? Mkitaka labda wageni wamekuja, juisi nini na nini, mnachukua glasi na nini, kila kitu. Sawa? Msimwogope huyu paka. Wala hana shida. Mimi nampenda, huyu ni mlinzi wangu. Sasa watu wangu wazuri, haya twendeni basi. Twendeni. Huku kuna bustani. Sawa? Mkitaka labda kuchuma bamia, nataka bamia au ndizi, kama hivi migomba imetokea hapo, kuna bamia hapo nimepanda.
Dori na Moli. Jamani, nimeamsha toka saa 11. Mpaka sasa hivi wanangu hamjajiandaa. Jamani, tumechoka. Hapana wanangu, niliwaambia siku ya Jumapili ni siku ya ibada. Na mimi nilijua tu kwamba mtajizungusha we. Sasa hebu niambie, mpaka sasa hivi muda umeenda. Mimi nakwenda kanisani. Naomba mjiandae haraka sana niwakute kanisani. Sawa? Yaani naomba fanya juu chini, muoge mjiandae niwakute kanisani. Mimi naondoka. Mwingine memba mapaloko, sijui nakuaje. Wewe. Dori na Moli. Mpaka sasa hivi yani nimeamsha saa 11, mmejizungusha we. Yaani ndio mmekaa hapa. Jamaa ina kwamba leo msiende kanisani, mtaenda. Sasa hivi naenda kanisani. Ole nusura zenu msizikute saa kanisani. Naenda. Umesahau na sadaka? Mje na sadaka. Seko mwanangu. Ndio mama, nakusikiliza. Mimi nimekuita. Nina malalamiko yako. Kwanza juu ya hawa wadogo zako na pili kwako wewe. Juu ya kwako wewe, toka nimewachukua wale wadogo zako, sijapata mawasiliano yoyote yale, kwanza kuja kuwatembelea, hata mimi mwenyewe kunijulia hali, kuniuliza mama mchungaji vipi wadogo zangu huko wanaendelea. Naona kimya. Sijajua wewe unafikiriaje, manake toka umenipa wadogo zako na mimi nimewachukua, hakuna mawasiliano katikati hapo. Mwanangu hata simu kweli? Ni kweli mama yangu. Lakini awali ya yote ningependa kutanguliza msamaha. Nisamehe sana mama yangu. Lakini pia nashukuru kwa yote. Mama, mimi bado maisha kwangu hayaeleweki. Unga mwana. Kwangu pakavu tia mchuzi. Yaani nahangaika mama, bado napitia ugumu. Yaani mimi hata sielewi kikweli mama yangu. Hapana mwanangu. Yaani sio sababu ya msingi kwamba wewe hata simu kashindwa kunipigia. Sawa hujaja. Lakini hata simu kweli ina maana watu wengine huwasiliani nao mwanangu. Na mimi nazungumza hivyo kwa sababu ningeweza kukupa malalamiko yangu huko nyuma. Hawa wadogo zako vitu wanavyonifanyia mimi nimechoka. Yaani ni watoto ambao hawasikii, unawaambia hivi wanafanya hivi. Mara saa zingine nilikuwa nikiwaagiza hivi wanafanya hivi. Yaani mpaka hivi ninavyokuambia ninakukuita hivi, mwanangu mimi nimechoka. Nilitaka niwarudishe hawa wadogo zako, lakini nikasema ngoja kwanza nikuite, alafu nizungumze na wewe kwanza kuhusu hawa wadogo zako. Sijajua wewe ulikuwa unaishi vipi na hawa wadogo zako nyumbani. Maanake kwa tabia zao mwanangu, hapana, zimenishinda. Eh? Ndio, uwachukue uende nao.